sema amen kubwa. Hiyo amen ya kichovu, sema amen kubwa. Amen ya wagonjwa, sema amen kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu la leo, utatuzi wa tatizo. Utatuzi wa tatizo. Nitabarikiwa ukiandika utatuzi wa tatizo. Nitabarikiwa sana ukiandika utatuzi wa tatizo. Amen. Kama hauna pa kuandika leo, usijisikie vibaya. Wiki ijayo utaandika, sema amen. Wako wengine wananiangalia sasa, baba sisi hatuna. Utatuzi wa tatizo. Naomba nifungulie kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 5:7. Petro wa kwanza 5:7 tafadhali. Naomba tumishi wa Mungu mliohudumu leo, nimesikia mkiimba, basi mtusomee na Biblia. Petro wa kwanza 5 mstari wa 7. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hushughulika na mambo yenu. Amen. Ubarikiwe. Yako hata kama linafanania. Tatizo ulionalo halipaswi kuwa ni sehemu ya hatua zako, hata kama unajihisi ni la kawaida. Amen. Na leo nataka nikufundishe ujue tofauti ya neno tatizo, jaribu na changamoto. Wengi wakipita kwenye majaribu wanaita matatizo. Wengine wakipitia changamoto wanajua ni jaribu. Na bahati mbaya au bahati nzuri, tumekuwa kwenye makanisa ambayo tunafundishwa sana kuhusu matatizo, fadhili za Mungu. Amen. Ndio makanisa tuliokuwa. Makanisa tuliokuwa, 90% ya washirika tunajua hadithi Ayubu alipitia, lako alijamfikia Ayubu. Ukiona mtu anaongea hivyo, ni yule ambaye ameshindwa kutofautisha tatizo ni nini, jaribu ni nini, changamoto ni nini. So anaziweka sehemu moja kuziita tatizo. Nini maana tatizo? Anayeandika itamsaidia. Tatizo ni jambo ambalo mtu anajiaminisha kuwa ni kubwa, ambalo halina utatuzi, halina ufumbuzi. Yaani ni jambo ambalo mtu anajiaminisha kwamba ni kubwa na wala halina ufumbuzi. Amen. Yaani mtu ameenda hospitali, daktari amemwambia majibu yako yamekuja ni HIV. Akishasikia HIV analipokea kama tatizo, na kwa sababu ameshaaminishwa kwamba halina ufumbuzi, basi analibeba na kusema kwamba siwezi pona tena. Wakati kuna watu ambao tuna uhakika Yesu tunayemhubiri amewaponya ukimwi, lakini kuna mtu kwake ukimwi ni tatizo, kwa sababu haoni ufumbuzi, haoni utatuzi, haoni solution, jawabu la hilo tatizo. Kwa hiyo yoyote ambaye anapita kwenye jaribu fulani alafu analichukulia kwa ukubwa pasipo kutafuta utatuzi, huyo mtu amelikubali hilo tatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, tatizo lako ni lipi? Ni jambo gani ambalo unahisi ni kubwa, halina utatuzi? Yaani kuna mtu yuko hapa na miaka 40 na miaka 50 hana nyumba. Kwake yeye kumiliki nyumba ni tatizo. Kuna mtu yuko hapa na watoto wawili, watoto watatu hajaolewa. Kwake yeye ndoa ni tatizo, kwa sababu kwa akili zake anahisi haiwezi ikatokea. Unanielewa sijui? Yaani kuna mtu yuko hapa ukimwambia milioni 10 ni hela kutembea kwenye wallet, hawezi kukuelewa kwa sababu kwake ni tatizo. Unaongea mwenyewe, unaongea na mtu. Kwako tatizo ni lipi? Kuna mtu kumwambia kutembea eti ni wakati unaweza kutembea na 200,000 mfukoni, yani ndio umetembea. Baba, hiyo haiwezekani. Kwa hali ya uchumi naijua mwenyewe, tatizo. Kwa tatizo ni jambo ambalo mtu analichukulia kwa ukubwa na akiamini halina ufumbuzi au utatuzi. Nini maana jaribu? Jaribu ni
ni jambo linalokuja kwenye maisha yako ili kuipima imani yako. Naomba usichanganye hii. Jaribu ni jambo linalokuja kwenye maisha yako ili kuipima imani yako. Jaribu linaruhusiwa na Mungu. Tatizo linaletwa na shetani. Unanisikia leo au naongea mwenyewe? Narudia tena. Jaribu linaruhusiwa na Mungu lije kwako. Tatizo linaletwa na shetani kwenye maisha yako. Mungu hajawahi kumletea mtu tatizo. Mungu anamletea mtu jaribu. Na kila jaribu unalopitia kwenye maisha yako ambalo Mungu amelileta kwako lina mlango wa kutokea. Tatizo halina mlango mpaka upambane. Umenielewa sijui? Yaani jaribu lina mlango wa kutokea. Tatizo halina mlango wa kutokea, ni wewe unabidi ulitoe. Sasa wengi hawatofautishi. Siku moja mtu akaniuliza, sasa utajuaje kwamba hili ni tatizo, hili ni jaribu? Nikamjibu hivi, jaribu linapokuja kwa mtu, anaweza akapita kwenye jaribu lakini ndani ana amani. Ile amani unayoisikia ndani ni Mungu ameiruhusu ili iwe ufunguo wa mlango wa jaribu lako. Lakini tatizo likiingia kwenye maisha yako, ndani hauhisi amani, bali ndani unahisi maumivu. Unanielewa sijui? Yaani kuna mtu mume wake amechepuka, alafu yeye anasema tu Yesu ni Bwana, atambadilisha. Unanielewa eh? Hilo nini sasa? Jaribu kwake. Kwa sababu anapita pagumu, lakini ndani anayo imani na amani kwamba nitapita tu. Lakini tatizo likimjia mtu, anapita kwenye mazingira ambayo ndani anakosa amani. Yaani ndani inafika wakati anaumwa, ndani anakosa amani mpaka anajihisi kufa. Unakutana huyo mtu, yaani anajikata kabisa tamaa ya kuisha, sababu bora nife. Kwa sababu gani? Ndani haioni amani ya kupita. Hilo ni tatizo. Kama una kwenye jambo ambalo ndani yako una amani, unapita kwenye tatizo. Lakini kama unapita sehemu ambapo ndani yako una amani, nje unaumia. Lakini ndani una amani. Nje una hela ya kula, lakini ndani una amani. Nje hujaolewa, lakini ndani una amani. Nje hujazaa, ndani una amani. Hilo ni jaribu. Lakini kama hujaolewa alafu nasema nitaishi mwenyewe mpaka kufa, hilo nini? Tatizo. Unanielewa sijui? Wangapi wananielewa? Wewe unayopitia ni tatizo au jaribu? Huwa kama jaribu. Lakini jaribu lina mlango wa kutokea. Changamoto ni nini? Changamoto ni jambo ambalo linamkabili mtu ila ana imani ataliweza. Unashakutana na mtu anasema, unashakutana na mwanamke mmoja, hata mke wangu ananiambia kauli. Anasema usinitishie, nenda tu hapo utarudi. Unashakutana na hiyo kauli. Unashakutana hiyo kauli, wewe nendaga tu hapo utafanyaje? Kwa yeye anajua tofauti nini ni changamoto, sio tatizo, sio jaribu. Kwamba ni hali tu ya maisha ya kawaida. Kuna mwingine kwake yeye kukosa fedha ni changamoto. Yaani anajua hili mimi naliweza. Nina hela leo kesho natoboa. Unanielewa? Kwa yule mtu ambaye ana imani kwenye kushinda, huyo anapitia kwenye changamoto. Yule ambaye anapita kwenye magumu ila ndani yake ana amani, anapitia kwenye jaribu. Lakini yule ambaye anapita katika wakati mgumu lakini ndani haisi amani, huyo anapitia kwenye tatizo. Kwa watu hao watatu usiwaweke kwenye kundi moja. Nini utatuzi? Utatuzi ni ufumbuzi au jawabu la tatizo fulani. Kwa tunaposema leo ni ibada ya utatuzi wa tatizo, maana yake ni ibada ya ufumbuzi wa tatizo. Amen. Na ufumbuzi wa leo utapatikana katika njia kuu tatu. Njia ya kwanza ni njia ya maombi, njia ya pili njia ya unabii, njia ya tatu ni njia ya kukubali ushindi wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaposema leo nimefundisha hivi ili ujue unachokipitia ni nini, ni tatizo
ni jaribu au ni changamoto? Lijue kwanza, ili tutakapoanza maombi sasa uwe na msingi mzuri wa kujua unaombea nini. Kuna wengine afya zao ni changamoto tu, anajua naumwa, mafua, UTI, itapona tu. Ila hapa kuna wengine wana ugonjwa ambao kwa tatizo. Yesu akakuponye katika jina la Yesu. Amen. Mamlaka ya kinabii ikatatue shida yako katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa naomba niende straight kwenye somo la leo la utatuzi wa tatizo. Tatizo lolote ni pando la shetani kwenye maisha ya mwanadamu. Yaani naomba nikwambie unanisikiliza, isitokee hata kwa bahati mbaya ukasema hili ni tatizo langu. Hujanielewa? Isitokee hata kwa bahati mbaya ukasema hili mimi ni tatizo, kwa sababu tatizo lolote linalokuja kwenye maisha ya mwanadamu ni pando la adui. Hujanielewa? Biblia inasema kwenye kitabu kwa wanaoandika kitabu cha Mathayo 10:13, Mathayo 15:13, Biblia inasema kwamba kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni litang'olewa. Tatizo nimesema ni jambo ambalo wewe mwenyewe unalikuza. Jaribu ni mpango wa Mungu, kujaribiwa na Mungu. Kwa hiyo tatizo ni pando ambalo adui analipanda kwenye maisha ya mwanadamu. Hakuna tatizo ambalo Mungu ameruhusu lije kwako. Hakuna tatizo ambalo Mungu ametaka liwe kwako. Tatizo lolote lilokuja kwako ni pando la adui ambalo ulijui bado. Ninaongea mwenyewe, unaongea na mtu. Amen. Yaani kuna mtu yuko hapa ana ugonjwa ambao ni tatizo, alafu anakaa anasema kwamba hii ni sehemu ya maisha yangu. Sio sehemu ya maisha yako. Tatizo lolote likija kwako, shetani amekusudia kupanda na kuna wengine hawaelewi. Adui sasa, ngoja nikwambie, adui ili akufanye wewe wa kwake, hakuletei tatizo kubwa likakuogopesha. Adui anakuletea jambo la kawaida ambalo kwa macho yako ni la kawaida sana. Yaani utaona tu mwanao wa kiume automatically anaanza akitembea anainua mikono hivi, mama, mama, unanyamaza, si ndio? Anasema ni utoto tu, akikua ataacha. Kumbe adui ameandaa pando la ushoga kwenye maisha huyo mtoto. Amen. Wakuta tu mume wako akitembea vibinti barbani, shemeji zako kwa atata shemeji zake kwenye simu, unaona mume wangu bwana, mashemeji zake wataacha. Kumbe adui kuna kitu nakitengeneza hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mume wako ana masiala yaliyopitiliza na vimada nje, ama sana kupitiliza na wauza mboga, unasema ni jambo la kawaida. Kumbe katika ulimwengu wa roho shetani anatengeneza tatizo, kwa sababu tatizo ni pando. Naongea mwenyewe. Binti yako unaona anaanza kubadilika, halimnunulia simu, ana simu anakanayo ndani anaificha. Binti yako maisha yabadilika, unanyamaza kimya, ni kawaida. Subiri mimba ije. Subiri mimba useme kwamba hili kwangu ni tatizo, Mungu siruhusu liendelee kwenye maisha yangu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Siku moja nikamwambia mtu, nikasema hivi, mimi cheza na vyote, usicheze na familia yangu. Sikuachi. Mmoja Mungu akaniambia, unakosea kuongea hivyo, unakosea. Kaambia hapana, kosa alolifanya Adam ni hili moja ambalo wanaume wengi hawalijui hili kosa. Adam alimuona nyoka anapiga stori za kupitiliza na mke wake, akanyamaza, akachukulia ni shemeji. Hebu unanielewa hilo? Hebu unanisikia ujumbe huo? Yaani alikuwa akienda hivi jioni Eden bustanini kula kitembea, anamwona mkewe Eva yuko bize ya nani na nyoka, anapiga story, wanapeana tano, wana wao. Anasema si nyoka tu, jina lenyewe nimempa mimi mwenyewe, nyoka, snake, ana mazala. The more anaacha ule ukaribu, ndo the more mbegu ya uovu iliingia kwenye moyo wa Eva. Eva alikuwa kila jioni anapewa maneno matamu na nyoka, anayapokea.
Kesho maneno matamu anayapokea, kesho kutwa akaamua kuyajaribu maneno matamu aliyoyasikia. Alafu wewe mume wako busy na mpangaji mwenzio, unasema anaongea shemeji yake. Ongea mwanangu na moyo wa simba. Jipe moyo, utashinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikamwambia mke wangu kwamba ikatokea nikaona kuna kitu kinaongea na wewe, hata kama ni kandugu kako, utanijibu ni nani? The more unaacha vinaongea ndo the more imani inajengeka. Masa baba unaongea nini? Nisikilize wewe, tuambiane hapa ukweli. Kila mwanadamu ana namna yake ya udhaifu. Sasa tufundishane ukweli sasa hapa. Amen. Kwa uchunguzi niliofanya wa huduma miaka yote nilionao kwenye huduma, kwa kesi za ndoa nilizowahi kuzisikia, mwanamke yoyote anaitwa mwanamke, hata awe mzee kiasi gani, awe amesoma kiasi gani, awe na fedha kiasi gani, ukionyesha umemjali, umemteka. Hata yenu wa binti hapo, awe mdogo awe mzee, awe na hela siwe na hela, awe mzuri awe mbaya, mjali, muonyeshe care, muonyeshe yeye ni malikia, muonyeshe yeye ni umemkamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe jioni uje na kamfuko kako tukazawadi, si mpangaji mwenzio, mwambie hello, habari shemeji, salama, nimepita barabarani hapo nimekuletea kamfuko. Kula shemeji, alafu usimwambie chochote wewe, ondoka. Kesho ukirudi nunua kitenge, shemeji, kitenge cha juzi kile akikupendeza, hichi kinakupendeza shemeji, alafu ondoka. Akikoa shemeji, unakoa, brother yuko wapi? Ameenda kazi. Pole, shika 30,000 ukanunue dawa. Kesho kutwa naambia shemeji, nimekuona umepiga simu hapo imeita, tafadhali ongeza salio. Shemeji, una salio? Shemeji yangu sina salio. Kweli? Taje namba yako hapa nikuongezee kifurushi. Imeingia ta shilingi 10,000. Alafu kesho narudi shemeji anataka dagaa mchele, naambia shemeji, dagaa kwanza au misumari hiyo itakutoboa tumbo. Shemeji, lini nimekula kidali mara ya mwisho kidali shemeji? Mimi sijala. Blaza nakosea sana. Shika 30,000 kanunua jogoo leo ule shemeji. Kesho kutwa hata usipomsalimia ukipita pale, shemeji hai, yupo naye kata hapa, kata yenu mama, simanisikia. Alafu usikute unafanywa hivyo na shemeji wakati mume wako ndani anaacha buku 2. Tena akirudi anaulizia change iko wapi? Wanaume wako kanisa hili waame katika jina la Yesu, siwataki. Amen. Yaani mwanaume kabisa libaba linaacha jelo, alafu nikuje kwa hiyo jelo umekushtuka kufanya maarifa. Mwanamke hana maarifa ya kufanya. Wewe rekodi kwa kitu nisikie. Mwanamke hana maarifa ya kufanya. Mwanamke ni pambo la kutumikiziwa mahitaji yake. Amen. Usipofanya wewe, yuko nyoka atafanya. Amen. Narudia tena, mwanaume unanisikia? Mke wako usipomtunza kama pambo, wako akina nyoka watamtunza. Mwanaume usiposimamia wajibu wako, unaenda tatizo kwenye ndoa. Mwanaume yoyote kwenye ndoa au kwenye maisha ya kawaida, jukumu lake ni moja, ni kula kwa jasho na kuwa kichwa wa familia. Kichwa wa familia ni kuwa msemaji wa hiyo familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuitwa kichwa, naomba nikwambie hivi, wanaume wengi ni vyanzo vya matatizo. Kuwa kichwa wa familia, nini maana yake? Ni kuwa controller, ni kuwa overall, ni kuwa kiongozi wa hiyo familia. Mwanamke anaitwa mwanamke kwa tabia za wanawake hapa. Mwanamke unaweza kukaa naye ndani, mpo sebreni wawili, mmekaa wapi? Sebreni. Nje akapita mtu akakuuliza, mume wangu, nje anapita nani? Wakati wote mpo wapi? Kwa sababu gani? Anaamini wewe mwanaume una majibu tu. Hautaki wewe kweli.
iko poa sasa. Atakujifikiria mimi mume wangu yuko hivi kweli? Yaani mwanamke unaweza kukaa ndani, mpo wote mnapiga story, baba sebreni mnakula. Alafu nje mtu anakoa, kuuliza mume wangu, hivi anayekoa nje nani? Anakoa vibaya. Sasa unaniuliza mimi tuko watu wawili ndani na George wa nje. Yeye anaamini tu majibu yanayekoa unayo wewe. Yaani anaamini unayo. Yaani yeye utasikia mume wangu kwani unaweza umeme uwezi. Yaani anaamini wewe ni fundi. Yaani kama wewe sio fundi unaweza. Sasa mwanaume usipojua nafasi yako, ukaisimamia nafasi yako, unaleta tatizo kwenye nyumba yako. Mama oe, mlionao majumbani matatizo, sio matatizo. Uliye naye nyumbani ni tatizo au sio tatizo? Tukiomba utatuzi wa tatizo, muombe uliye naye ndani. Muombe, ni tatizo hilo. Yaani mwanaume anamaliza miezi 6 hajui hata anatumia losheni gani, muombe. Tatizo hilo. Hapo wanaume watu penda ili somo piga huko. Yaani unamaliza miezi miwili haupewi your own pocket money. Baba mke wangu laki hiyo hapo, 50,000 hiyo hapo. Hiyo ya kwako mama, nje amehesabu ya chakula. Tatizo. Nina uhakika labda roho ya Mungu akae ndani yako kisawa sawa. Lakini kama roho ya Mungu anacheza makida kila siku utamka dhambini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuongeni ukweli wa mama, tuongeni ukweli wa mama. Mnanisikia? Na mabinti tuongeni ukweli. Vijana acheni msijibu swali. Kwa mama, tuongee ukweli. Kuna watoto wawili, mtoto mmoja anahitaji ada ya shule, uniform za shule, matunzo anahitaji, abidi yale, alale, avae, aende hospitali, alafu njemba mwezi mzima na kwa shilingi 2,000. Hapa toka kibaba pembeni hapa, kibaba kichoshiba kiasi kwa 10,000, tuongee ukweli. Kama sio Yesu. Mbona sijibiwi hapa? Kama sio Yesu. Yaani kama sio Yesu lazima utaanguka. Sio kama wewe ni mzinzi, hapana. Wewe sio mzinzi, lakini umekosa kutimiziwa mahitaji yako ya msingi. Kwa hiyo bahati mbaya bahati nzuri umeolewa na tatizo. Na uzuri wa nyinyi wanawake ni kitu kimoja, na wote tujifunze. Mwanamke unaweza akajua kipato chako. Sio lazima umnunulie losheni ya shilingi 50,000 Queen Elizabeth, sio lazima. Losheni ya shilingi 10,000 akalizika nayo. Ile losheni yenyewe unampelekea Hero Baby, losheni ya Bwana Yesu nampenda. Haleluya. Baba ananielewa usifisha mwanamke. Unafanyaga hivyo mwanangu? Safi. Kama kweli safi. Safi. Tatua tatizo ulilo nalo. Amen. Sasa ili utatue tatizo kuna njia 3. Nisikilize vizuri. Njia ya kwanza, jua tatizo ni nini. Ili utatue tatizo, njia ya kwanza, jua tatizo ni nini. Yaani ngoja nikwambie, kuna mwanaume mwingine sio kwamba hawezi kukutunza, ila hela hana. Kwa hapo tatizo sio yeye, ni uchumi. Unanielewa? Kwa hiyo mwanaume mwingine hela anayo, kazi anayo, mchoyo. Tatizo nini? Ni uchoyo. Yaani kuna mwingine hela anayo, ndio anatoa vizuri na iva vizuri. Akikuachia 2,000 wakati hela anayo, huyo sio kwamba tatizo lake ni uchumi, bali ana roho ya uchoyo. Hapa kuna baba singehubiri. Maneno gani anatufundisha? Kwa hiyo
jambo la kwanza, ili upate utatuzi, jua tatizo. Unaumwa nini? Biashara haiendi, biashara gani haiendi? Tatizo nini biashara haiendi? Kampuni haikui, tatizo nini kampuni haikui? Duka halikui, tatizo nini duka halikui? Wengine mnatatua matatizo msiyoyajua vyanzo. Wengi mko mna hiyo shida. Yaani wengi mmegombana kwenye ndoa, ondoka rudi kwenu, sio utatuzi huo. Uliza, tafuta chanzo ni nini. Pesa haionekani nyumbani, chanzo ni nini? Nisikilize na nisikiliza, haujaumbwa kuwa masikini, kuna chanzo cha tatizo. Wangapi hawana hela leo? Wangapi hawana hela? Mkono juu. Nazo tatizo. Huwezi ukatatua tatizo usilojua chanzo chake. Si unaumwa hapo, chanzo ni nini? Biashara haiendi, chanzo ni nini? Ndoa ina migogoro, chanzo ni nini? Afya inaumwa, chanzo ni nini? Lazima ujue chanzo cha tatizo kabla hujaanza kutatua tatizo. Wengi wenu mnatamani kutatua matatizo bila kujua chanzo cha hilo. Tambua tatizo lako ili ushughulikie. Yaani unanisikia hapo? Ili ushughulikie, jua tatizo lako ni nini, chanzo chako ni nini. Lazima ujue chanzo cha tatizo lako kabla hujashughulikia tatizo. Na ili tupate uthibitisho, soma Wafalme, mtumishi wa Mungu, tusome Wafalme wa pili mlango wa 2 mstari wa 19 hadi 22. Kuna kitu hapa nataka tujifunze. Nataka tujifunze. Wafalme wa pili mlango wa 2 mstari wa 19 hadi wa 22. Tafadhali naomba usome tujifunze. Nataka niombe na watu. Muda wangu sio rafiki. Yes, anza 19. Wafalme wa pili 2:19 hadi 22. Amen. Watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia twakusi Elisha, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapoza. Akasema sawa. Sawa. Aha. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji. Chemchemi ya maji. Akatupa ile chumvi humo ndani. Aha. Akasema, aha, Bwana asema hivi. ndio. Nimeyaponya maji haya. Aha. Hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapoza. Amen. Elisha analetewa case kwamba Bwana, huu mji ni mzuri, lakini huu mji unazaa nini? Mapooza. Yaani ni mzuri lakini unazaa mapooza. Huu mji unatuzalia mapooza. Ni mji mzuri, unapendeza, ila unatuzalia nini? Mapooza. Elisha, tunafanyaje? Elisha hakuanza kuyaombea maji. Elisha hakuwaombea waliopooza. Elisha akagundua kwamba chanzo ni chemchemu ya maji. Kwa nikitibu chemchemu ya maji, nimetibu tatizo la kupooza. Kwa jambo la kwanza, Elisha akatamani kupata wapi panatoka chemchemu ya maji. Ili utatue tatizo la ndoa yako, ni lazima ujue chanzo cha tatizo lako. Ili utatue tatizo lako la uchumi. Kwani kwambia kitu kimoja, hichi kitu Roho wa Mungu amenifundisha kwa viboko. Sema amen. Kuna watu wengi nasemaga Mungu awabariki, si ndio, kiuchumi, lakini kiuhalisia fanya kazi la Bwana wa.
Leo acha nitumie, kesho najisumbukia yenyewe. Asilimia kubwa hatuna tabia ya kuhifadhi pesa. Ni chanzo cha tatizo la walokole wengi sana. Leo hii nikikuuliza naye nisikiliza hapa, ndani una akiba ya shilingi ngapi? Jibu la kunipatia hauna. Ukipata pesa una matumizi makubwa kuliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani kati yetu hapa ni maskini? Hakuna Piga hesabu ndogo, utajua uwezo wako. Piga hesabu ndogo. Kuwa na tabia ya muha. Unajua waha? Muha anaweza kutembea na daftari hapa mpaka Chalinze, si ndio? Akikupa kikombe anaandika, si ndio? Hebu mwezi huu kuwa na tabia ya muha. Kila unachokinunua andika. Andika. Alafu mwisho wa mwezi piga mahesabu. Hela itakayofika hapo hautoamini kama ni ya kwako. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu ananisikiliza hapa, kwa siku anatumia vocha 1000. Kwa mwezi ni shilingi ngapi? 30. Kuna mtu hapa malizi wiki hajala kukidali kwa mwezi. Kwa hiyo fedha tunazo, lakini hatuna discipline ya ile pesa. Tatizo linaanzia hapo. Yaani kama uko hapa ukishika pesa, tena hii kauli niliongea juzi, kama uko hapa ukishika pesa unahisi kuwashwa, yaani lazima uitumie iishe, wewe ni maskini. Kama uko hapa ukishika pesa unashindwa kuwa na discipline ya kutenga hela ukaficha akiba, wewe una shida. Una shida, roho ya umasikini inakuandama. Yaani kama ukishika shilingi 10,000 unaitumia yote mpaka inaisha. Uchumi wako tatizo lake sio ushiki pesa. Tatizo lake ni wewe. Hapa nakusa babaya. Wengi hawapapendi. Baba, ani hela yangu hapo wanipangia matumizi. Sio kauli zenu hizo. Mtu akishika laki mpaka laki naisha ndo analizika. Alafu mtu akishika hela mwenyewe anataka kuwa bosi wa ukoo. Sema amen. Amen. Yaani kila mtu kwani umsaidie. Yaani mimi dada yangu ana tatizo nimsaidie. Wifi anataka nimsaidie. Nisikilize wewe. Hauwezi kumaliza matatizo ya familia yako. Huwezi. Fanya kwa kiasi, mengine achana nayo. Ukijaribu kumaliza umasikini wa kabila yenu, wewe ni maskini unayekuja. Maneno magumu Yaani kama ukishika fedha unaitumia yote, wewe ni maskini unayekuja. Yoyote aliyeokoka, yoyote mwenye hofu ya Mungu, yoyote ambaye kwake uchumi sio tatizo, anaangalia kwamba mimi na discipline ya hela. Nikishika laki naweka akiba. Nikishika 10,000 naweka akiba. Na wewe nikwambie, ukitaka kuamini wanao unaowahudumia au kanisa lina nguvu kiasi gani, kwa nikwambie, anza kuwapima kwenye kutoa fungu la 10. Utaelewa ninachosema. Mtu ambaye hana tabia kujiwekea akiba, piga huwa, hawezi kutoa fungu la 10. Anarudia, wewe fungu la 10 rahisi, kutoa shilingi 10,000. Kutoa buku ni rahisi. Una milioni 1 kutoa laki fungu la 10. Mtu ambaye hana tabia kujiwekea fedha akiba, huyo mtu piga huwa, hawezi kutoa fungu la 10. Kwa sababu akipata hela yake anaiweka yote kwenye matumizi, akisema kwamba kesho Bwana ataleta. Lakini matajiri wote, Patrick, ikiingia hela kwenye akaunti yake, anaigawanya hela kabla ya kuitumia. Tabia hiyo unayo wewe? Bwana siitikiwe. Watu wanisikiliza, mnanielewa au mchoka? Ukishika laki unaigawanya vipi?
ukishika 50,000 unagawanya vipi? Naomba leo nikufundishe na unielewe vizuri kama utakufanikiwa kwenye issue ya uchumi. Mimi naweza nikaja kwako mkalia sina hela. Lakini kiwalisia sio kwamba sina hela kweli. Bali sina hela ya matumizi hayo. Unaelewa? Yaani mimi siwezi nikaweka hela ndani kwa ajili ya akiba yangu. Alafu eti ukaniomba 10,000 nikakupa. Nitakuomba kwa mwingine. Mimi sikupi yangu. Sikupi. Jifunze kuweka akiba. Ukishika fedha na kufundisha leo kama kweli unataka kufanikiwa kwenye issue ya tatizo la uchumi. Ukishika fedha 100,000, toa 10,000. Si ndio? Ifiche ile 10,000. Sio fungu la 10, ifiche 10,000. Toa nusu ya 10,000, 5,000, ifiche wengine. Alafu kama una ujasiri toa fungu la 10. Brea kanisa. Ile yote ambayo itaingia kwenye mikono yangu, aidha nimebarikiwa na mwanangu au ni hela yangu kwenye biashara zangu au vyovyote, ikiingia kwangu, jambo la kwanza naolifanya nalitolea fungu la 10. Kama 100,000 natoa shilingi 10,000 kama fungu la nini? La 10. Unanielewa? Hiyo inakaa pembeni. Inabaki shilingi ngapi? 90,000. Ile 90,000 nachukua shilingi 10,000 nyingine kama fungu la 10 la kwangu, sio la Mungu, la kwangu. Ninaficha sehemu ambayo mke wangu hata afagie chumba siku 10 haioni. Naificha ile 10,000. Baada ya hapo ninatoa nusu ya 10,000 yangu ambayo ni 5,000, naificha sehemu nyingine. Nini maana yangu? 10,000 niliyoificha kama fungu langu la 10 ni hela yangu ya malengo. 5,000 ninayoificha ni hela yangu ya tatizo. Inabaki shilingi 75,000. Hiyo naitumia nitakavyo. Unanielewa? Kila hela itakayoingia kwako, ukiwa una tabia ya kujinyima, itakutengenezea hofu ya matumizi mabaya ya pesa. Unanielewa? Kwa hiyo mimi kiingia milioni 1, baba, fungu langu la 10 milioni 1, nachukua 100,000 naificha fungu la 10. Nachukua 100,000 nyingine naificha hela yangu ya malengo. Nachukua 50,000 naificha. Inayo 750,000 nitaitumbua mpaka iishe. Mke wangu akishika wallet sina 100. Haleluya. Lakini mtoto akiumwa, hela hospitali ipo kwa wakati. Inatokea pe hela hospitali ni 50,000 ya dharura. Naichukua, namwambia mke wangu, naenda wapi? Hospitali. Lakini kiuhalisia hata kita hospitali bado mimi ninafunga. Hivyo nilijitengenezea discipline ya hela pasipo msaada wa mtu yoyote. Sio kama hela kwangu haiji, kwangu hela inakuja, lakini tatizo langu nina matumizi baya ya fedha. Nikajitafutia muarobaini wa tatizo langu. Muarobaini wangu ulikuwa kujihifadhia pesa za akiba. Na kuanzia hapo mimi sijawahi kuishiwa. Sema amen. Na mna mwingine ili nisisumbuliwe, nikipata hela nataka kula kwa nyumbani vyote ya mwezi mzima. Nalipewa mimi mwezi mzima, kingamuzi mwezi mzima, alafu ya kwangu naficha. Yaani namwambia akague nyumba nzima aione. Lakini mtoto wa kiumo inaonekana. Anaelewa Patrick? Imetokea shida kwao Moshi inaonekana. Shida kwetu Songea inaonekana. Kwa sababu gani? Nimejiwekea hiyo discipline. Binti yangu. Wewe una hiyo discipline. Nikuuliza hapo una akiba shilingi ngapi? Una. Nikwambia hapa leo mama ameumwa ghafla, uende kijijini kwenu unaanza kuombaomba kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona kama mnunia hapo? Mbona kama mnunia hapo? Tuongee ukweli, ndugu zangu wa Musoma. Basi kiliponea mwanangu ndio mnyonge, wengine mama zangu na baba zangu hapo sio kajipiga. Leo kwa ghafla inabidi uende Musoma.
Ndani ya akiba hiyo ipo. Ikitokea bidi uende kusoma kusalimia kwenu sasa. Sasa ule agapo. Akiba ipo. Jifunze kuweka akiba. Utasema Mungu akubariki, kumbe una matumizi mabovu ya pesa. Mimi zamani nilikuwa, baba Bwana Yesu asifiwe, amina. Baba naomba nisite shilingi 10,000, naambia amina mwanangu, chukua. Sasa hivi ukichukua hela yangu lazima uitolee maelezo. Ila ninamuona Mungu akitatua tatizo. Kwa jambo la kwanza, jua chanzo cha nini wewe haufanikiwi kwa sababu gani. Kwanza kuletea fedha nyumbani. Biblia inasema nitabariki kazi ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona kama hutaki hapo? Unakaa nyumbani unainua miguu juu. Yesu, katika jina la Bwana Mungu wa Nabii Chris, niletee uchumi. Inua. Mimi mwenyewe Nabii Chris nafanya biashara yako. Unaelewa mabinti? Mume wangu mpambanaji. Baby anipambania. Baby akupambania. Ishughulishe. Mungu hajawahi kusema anabariki pesa unayopewa na mumeo. Mungu amesema anabariki kazi ya mikono yako. Mikono yako ina nini? Mikono yako inafanya nini? Mwambie jirani yako, mbona kama umepoa kwenye tatizo? Umejijua nini? Haufanyi biashara mwenye Yesu ni Bwana. Nipo kwenye maombi. Hapa je, naomba Mungu anisaidie nipate fedha ni mwajiri mtu awe na kazi ya kusafisha kanisa. Ili wengine wasipate sababu ya kutokufanya kazi. Haleluya. Yaani ninachokitaka ningekuomba Mungu abariki kazi ya mikono yako mama Mori. Ukiamka asubuhi nenda mjini mwambie Mungu nimebarikiwa mikono. Mimi Patrick kwa ni mwanangu. Naomba niambie tu hapa ukweli. Huyo Patrick mtoto wangu. Nikipita kuwa MC nishamwambia wangu ukifanya kazi kama MC au kufanya kazi kama mwanangu. Kweli uongo? Sema amtumikia Mungu lakini nje ya kumtumikia Mungu ni kazi yake. Ndio maana sasa hivi ukiniletea budget ya kongamano niletee na gharama. Baba nitapiga kongamano hili lakini shilingi yangu ni shilingi kadhaa. Nini yangu asipone uvivu kumtumikia Mungu. Akuga mtu walokole mna umbea mwingi, mna majungu mengi, mna ushakubingu mwingi kwa sababu hamna kazi za kufanya. Bwana asifiwe sana. Mimi nisema hilo kwenye kanisa langu, ukipata kesi ya umbea na kuita. Unachokufanya wewe. Ukiwa unachokufanya hautakuwa unaanza kumzungumzia mtu. Utakuwa busy na mambo yako. Utakuwa busy na kazi yako. Mimi naambia kweli, uza hata vitunguu, kuwa busy na kazi yako. Na kwa taarifa yako na nisikie hapa nisikie, mwanaume vijana wa sasa hivi hawaoi mwanamke golikipa. Hatuwataki. Mke umekaa tu nyumbani unaimba tu talabu. Achia ngazi bibi mchuma unaondoka huo. Achia ngazi bibi. Bize ukitegemea mimi utafuta hela wewe ule. Hapo mume wangu aniheshimu. Mume wangu kwangu nakosa nini? Kwako nakosa akili. Mimi hilo swali mke wangu siniulize utanichukia. Kwangu nakosa nini? Kipa chokikosa akili. Bali meombo genasi liko tu. Lakini yule mwanaume ambaye anatoka afu mkeo anampigia simu. Alo baba, umeme umeisha. Sasa ninanunua umeme, utanirudishia hela yangu. Poa mke wako nunua. Hamna shida wife na kurudishia. Unavimba. Haleluya. Sababu fulani tunalagiza huko babu laleni. Halo. Mwambie jirani yako ujumbe unausikia lakini au unajikaza tu. Yaani
ifike wakati wewe utoke. Bila utoke urudi ulete bwana mume wangu mwisho wa mwezi. Mimi nafanya biashara yangu ndogo ndogo, nacheza vikoba, michezo. Nini sasa nimekusanya hii pesa baba, naomba niongezee nifanye kitu fulani. Mbona wewe jembe? Haleluya. Jana nilikuwa nafundisha Mbezi ile somo, watu jana wakaninunia. Jana Mbezi kwa somo la uchumi. Watu wamenunia jana. Watu wanaomba Mungu awapatie pesa, Mungu akuletee pesa, pesa itatafutwa leo. Unaelewa? Usijifanye. Naongea mwenyewe sijui. Tafuta nini? Tafuta pesa mwanangu. Tatizo ukiwa hauna hela uheshimiki. Mimi mtu mzima, utu uzima kwenu. Unielewa ninachosema? Kama hauheshimiki. Mimi kuzulia msiba mmoja, nilikoma kwenye ule msiba mpaka ngageli kuzika. Aliyekufa ni mama wa mwanangu wa kiroho. Unaelewa? Nimeenda msibani. Baba msibani, siku fulani kama msibani tunaambiwa atuzike mpaka mdogo wake aje wa Ulaya. Mpaka alipofika na msiba uliendelea. Kwa sababu gani? Pesa mwanangu. Uje mimi mkubwa na miaka 40 wewe. 40 yako. Hauna pesa, una miaka 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema malango yao yatakuwa wazi daima ili watu wa mataifa waweze kuleta nini? Tajiri, pesa. Na kuombea kwa Mungu leo, hata kama hauna biashara, aanze na biashara ndogo na Mungu ataibariki katika jina la Yesu. Kauze ubuyu na Mungu atabariki ubuyu katika jina la Yesu. Kauze tambi na Yesu atabariki tambi katika jina. Nataka nikuombee leo. Nini tatizo lako? Wangapi wana biashara wainuke? Nataka niwaombee. Kwenye biashara simama. Kwenye biashara simama. Kwenye biashara simama. Kwenye biashara simama. Kwenye biashara. Yesu ni Bwana. Wengine tuna biashara. Haleluya. Ndoto za biashara. Kwenye biashara kwa mbele. Kwenye biashara kwa mbele. Sogeni mbele kwenye biashara. Sogeni mbele. Kwenye biashara. Naombea kwenye biashara. Sawa. Nisikilizeni. Haijalishi biashara yenu mnaingiza shilingi ngapi. Lakini kwa kuwa mmethubutu kuamua kufanya biashara, basi Mungu asiache mikono yenu. Amen. Yaani haijalishi mna mtaji mdogo kiasi gani. Haijalishi biashara yenu mmeanza kwa udogo upi. Kitendo cha kuchukua hatua ya kuanza biashara, tayari Mungu anaanza kuangazia. Amen. Nitaiombea mikono yenu. Chochote kilichoingia kwenye mikono yenu chenye roho ya kufisha, kwa msaada wa Mungu hiyo roho ya kufisha inatoka. Na kuanzia leo nendeni mkafanye kwa ujasiri, mkiamini Mungu anaenda kuibariki kazi ya mikono yenu. Maana hii ndio utatuzi sasa wenu wa uchumi. Fungueni mikono yenu, nyoosheni mbele. Funikeni macho yenu. Nataka niombe nguvu ya Mungu iwezayo rekebisha na kufungua ipite kwenye hiyo mikono. Chochote kilichonenwa na kuagizwa kwenu kiweze kuharibu na kuua, kwa uweza wa Mungu kinaenda kutoweka sasa hivi. Na hiyo mikono haitozaa mapoza tena, bali uweza wa kimungu utakuwa juu yenu. Na kwa sababu moja,
Usifunge kwanza watu, acheni kwanza. Na kusoma 1 mpaka 7. Iko nguvu itaanza kupita kwenye mikono yenu. Na wengine mkono kama maji au omba, kuna nguvu inashuka ya kurekebisha hiyo mikono. Wewe omba. Mimi kabla sijahesabu watu watakuchukia vibaya. Omba. See a power. Naona nguvu isiyozoeleka. Omba. Ndio. Baba, hesabu 1 mpaka 7. Ikifika namba 7 mikono yote iguswe na nguvu zako. Na kuanzia leo wanachokifanya kikabarikiwe. 1. Yes. Ndio, asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Usiifunge hiyo mikono, inaenda kuwasha. Usiifunge, iache wazi. Iache wazi, iache wazi, iache wazi. Inaenda kuwasha na kama mafuta ya moto atashuka kwenye mikono. Yuko mmoja na kupiga kelele hilo dude linavyomtoka. 2. 3. Uwezi kuzuia hiyo nguvu, uwezi. Achilia ishuke. Walivyofunga vikafunguliwe, walivyoharibu vikaachilie. 4. Asante Yesu. Asante Yesu. Kipo kitu Mungu amekusudia kufanya leo, kifanye. Fanya kwenye hiyo mikono, fanya Bwana, fanya Bwana, fanya Yesu, fanya Mwokozi. 5. Asante kwa nguvu ya Mungu iwezayo gusa mikono yenu. Pokeeni hiyo neema. 6. Yes. Kila kilichofungwa kikafunguliwe sasa. Yes. Kila kilichofungwa achia. Ndio, sasa hivi. Yes. Kila kilichoharibu biashara, kinachoharibu uchumi, ninakivua. Sasa hivi hii mikono ikabarikiwe. Hii mikono isizae mapoza tena.